Hivyo hivyo nilikushika unaponiomba nitajie. Saa ngapi? Roho wa Bwana yuko juu yako mpaka mafuta. Ni habari za kweli. Jamani. Ni habari za kweli. Isaya 61. Tunahitaji kupigia. Haya sio ya Yesu, tunampongeza yeye. Amen. Haya, tumpigie Bwana Yesu makofi. Jitahidi kusoma Biblia. Amen. Alafu kile unakisoma kiweke katika hali ya matendo. Ni jambo jema, ni jambo la baraka. Amen. Ukristo wako utakuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu unaambatana na neno la Mungu. Kuna vitu vingi sana wachungaji tumekuwa na kazi ya kuwasaidia kwa sababu hamjakaa kwenye neno. Hasa ulimwengu tunaoenda tulio nao huu ni ulimwengu ambao sasa umeharibika. Mafundisho yamekuwa ni mengi. Wengi mnakuja hapa, nimekaa na ninyi miaka ya kutosha, mnatudanganya baba wa kironi huyu, lakini mmekuwa waongo. Kwa njia gani? Kwa nini nasema mmekuwa Mungu? Tukitoka hapa imeisha, huna muda wa kurudia mafundisho ya mchungaji wako, ila una mhubiri wako unayemsikiliza kuliko mchungaji. Umeona hiyo? Nikuulize, unafikiri kwamba naweza nikakusaidia? Jamani, tusaidiane. Unafikiri kwamba unaweza kashika yale na kufundisha? Nilifundisha hapa nikasema somo linalohusu kukaa chini. Kukaa chini unanipa nafasi ya kukusaidia kama mshiriki. Kuna mambo ambayo utafunuliwa kiroho, kuna mambo ambayo utafunuliwa kimwili. Sio kufunuliwa kimwili, kwa sababu utaona kimwili. Kwa mfano, unakuja kwa kuchelewa kwenye ibada, lakini unaonyesha ni mtu aliyejaa Roho Mtakatifu. Mimi itanipa mashaka kwamba huyo Roho aliyeko ndani yako ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu kama ni Roho Mtakatifu, yeye hapendi kukwaza wengine, hapendi kumkosea Mungu. Kwa hiyo utakuja ndani ya muda husika kwenye ibada. Unaona? Amen. Unanielewa? Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Kuna watu anakitokea hivyo anaonekana kama umefurika na nguvu ya nani? Ya Mungu. Lakini ile nguvu unatakiwa uipime kwa matendo. Unaweza ukajua kwamba kwa hii hapa wewe unahitaji kufanya kitu kusaidia. Kukaa chini ya itakusaidia tukae pamoja kwa maombi. Tunapoomba kwa pamoja naweza nikagundua kwamba huyu omba yake hapana, ni mapepo yanaomba. Msikilize, kuna mchungaji mmoja yuko Mbingu. Alikuja hapa kwenye chuo cha wachungaji. Mimi na mchungaji Gaston tulibaki tumejiuliza, nini? Na nilikuwa kwanza. Si kama wengine mwaemwona. Akianza kuomba anaomba Kiswahili kawaida, anaomba Kiswahili. Tukikoleza moto, anafanya naongezeka moto.
Kwa nilipoenda mimi nikasema yule mchungaji anayeomba yupo. Wakacheka. Wakasema yupo. Nikauliza ana watu? Wakasema kanisa lipo. Ila watu hata mke wake hafuati. Nani atakufuata? Umenielewa? Amen. Lakini pia anakosa kukaa chini ya watu wengine, na wanapotaka kumsaidia bwana, hii sio anzani roho. Sasa tutamsaidia ndio msaidi roho, anakataa kabisa kwenye vikao, yanajifanyia mambo bila anavyotaka. Sasa wewe ukiwa mshirika hapa, usijifanyie vile unavyotaka wewe. Fanya kitu kuonyesha kwamba uko pamoja na wenzako. Na ni watu. Amen. Natolea mifano na shuhuda mbalimbali. Nimefanya biashara zaidi ya miaka 8. Nilipokuwa nimejiunga na kanisa la Holiness, kwa sababu kule mimi nakaa muda mrefu kuliko huko. Bado baba ni huko, lakini kule pia ni baba yule, japo siwezi kutolea fungu la 10 kule kipindi. Kwa hiyo nilisema mbele ya kanisa, wenzangu nikakuta tu wanatoka. Anasema tumekuja tukutembea. Tutatembea miaka mingapi hapa kanisa? Kila siku tunyoshe mikono kama ni wageni. Baadaye watatuzoea. Itakuja litupate shida za kimwili. Hapo itaonekana niko peke yangu. Wakati nina watu kanisani. Usikie watu wa Mungu. Kuna Mungu, kuna watu. Kuna kiroho, kuna kimwili. Umesikia? Amen. Kuna kiroho, kuna kimwili. Kimwili ni pamoja na yale yaliyoko kwenye jamii. Kuonekana kwamba unajihusisha pamoja na wenzako. Kwa hiyo siku nyingine ikabidi tu nimerudi. Na mimi nikasema na mimi ni mgeni. Lakini nafasi ninayoitaka ni kwamba nataka kusema. Nikasema kwa muda nitakao kuweko hapa, na ndio ninakaa muda mwingi. Mimi ni mshirika wa hapa. Tena nikaongea nikasema ni mshirika wa hapa. Kukiweko na michango yoyote, ninahitaji kushika kikamilifu. Usiji injili inataka ipelekwe mahali, ninahitaji na mimi nihusike kikamilifu. Mimi kuanzia leo hapa sio kanisa likanipokea. Na wenzangu Jumapili nyingine ikabidi wajitangaze na wenyewe. Umeona? Unaelewa kinachokufundisha? Hii inakusaidia jambo litakapokuja kutokea tunaishi chini ya jua. Nani atasimama pamoja na wewe? Kwa mfano wewe ni mgeni. Una babako yuko Tukuyu au yuko Usangu. Mpaka hajapigiwe simu saa ngapi? Unanielewa? Amen. Lakini mzee wa kanisa na katibu watahusika, watawaambia washika wenzao, jamani mwenzetu amepata nini? Sasa warushie message, anaanza kuuliza, ndo akina nani? Ndo nani huyu? Unaelewa? Amen. Ndio nani huyu? Hawaelewi. Usikilize mama, nakumbuka. Kuna mshirika mmoja tukawa tunamfuatilia kwa karibu. Ni mzima tunamfuatilia kwa karibu. Ni mzima tunamfuatilia kwa karibu sana. Mama alienda sana. Baadaye simu yake ikawa haipatikani. Amepata shida, yuko rufaa, amelazwa. Na yuko na hali mbaya. Ndio anasema mamangu mchungaji, mbona unione mama? Huku ameniacha niko peke yangu. Nikamwambia mama, na alitaka aende, na ujua moyo alivyo. Sasa unijaji. Nilimwambia hakuna kwenda. Sisi hatujaitwa kwenye kazi tuwe watumwa. Na Mungu pia anataka watu wamtumikie wakiwa na nguvu zote. Mbona wakati unamtafuta alituzimia simu?
Saizi ndio tuonekane tuna shida sisi. Hapana. Apambane. Afanyeje? Apambane. Muda wa kutosha umetafuta na umetafuta. Hamuna. Nikasema apambane. Sasa hiyo sio kaichukua afu na irusha hewani. Na vitu vingine ni vya washirika. Amina. Ya kuwasaidia washirika. Amen. Amen. Kwa naomba jifunze kitu, mtu wa Mungu. Jifunze kitu. Tunapokuwepo kanisa la mahali pamoja kama hivi, tunahitaji kushikamana, tunahitaji kutenda kazi ya Mungu kwa pamoja. Hatuhitaji nikiitisha maombi na kuwa na wale wale, yaani taarifa zako sizijui, viongozi hawajui, ukisafiri hawaelewi. Unaona hicho kitu? Unaona vile mnanipa wakati mgumu kwamba niwe na muda mwingi wa kuongea Jumapili kama hii. Wakati huu itakia tuanze tu ibada tuendelee. Sasa ikusute wewe mwenyewe. Yenu nasafiri atujui. Kubali kukaa chini. Jifunze. Amen. Jifunze. Jua ratiba zilizoko kanisani. Usiishi kama mtu mmoja aliyejikatia tamaa kwamba leo nikienda kwenye ibada sawa, nisipoenda sawa. Yaani uishi kama mtu ambaye umeokoka ni kama umeokoka. Hapana. Amen. 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 Utawashuhudia na wengine tuende kanisani kwetu ni ngumu. Kwa sababu hata kanisani kwetu wenyewe. Sasa Mungu